amewakuta wazazi wake wako pale, amemkuta mama yuko pale, amemkuta mume wake yuko pale, mdogo wake pia yuko pale, unaona, mdogo wangu mimi wa kike pia yuko pale, unaona basi. Basi mimi pia mama wakawa amenipigia simu, mimi nikatoka pale nyumbani nikaenda pale. Basi wale tulikuwa pale sasa, kama tunaandaliwa chakula, lakini pia kikawa na kikao sasa. Hapo kwenye kikao sasa, kaka yani akawa kumwangalia mke wake analia kwa uchungu. Sasa mpaka watu wakawa wanashangaa, sasa huyu mbona mwanamke amepona, lakini yeye bado analia? Yaani mpaka watu wakaanza kushtuka sasa, huyu vipi? Unaona, shemeji mtu mpaka anamwambia, shemeji vipi? Mwanamke amesharudi nyumbani, sio muda wa kulia. Tuyamalize kwanza haya. Kaka aelewa, analia tu. Basi mama akawa amemwambia, ndugu zangu, labda igusie tatizo, tuongeeni tu kifamilia tuyamalize. Wakawa kesi ikawa pale, vitu ikawa kesi kweli, kwa sababu baba mkwe alikuwa sio muelewa. Unaona, bahati nzuri tu vile alikuja na baba mdogo, yani baba mdogo wa binti akawa nimuelewa, akashauriana pale, akawa wamekubaliana sasa kwamba kinachotakiwa sasa, mtu ameshapona mimi nyumbani. Basi kinachotakiwa mwanaume aende akajitambulishe kwa mwanamke, ijulikane kabisa. Hawataongelea hapo, bali wazazi wa mwanamke wataenda nyumbani na mume wa mwanamke atafunga safari kwenda kuwafuata kule, ili waongee sasa kuhusu kujitambulisha na mahali nini. Unaona? Basi sasa imefika jioni, mwanamke amekaa tu pale anamwangalia mume wake, mwanaume ndio akimwangalia ni kulia tu. Sasa mpaka shemeji mtu akaona amuulize, ndugu yangu kuna shida gani? Mbona wewe unalia tu wakati mwanamke amesharudi? Tatizo limeshaisha, wewe unalia tu. Unaona bana? Basi bana kaka ndo akaamua sasa akawaita wazazi pia, akamwambia jamani, mimi nimeshakubali, nimekosea, nimekaa na mtoto wenu, sijawahi kuja kwenu kujitambulisha, sijawahi kuja kujitambulisha kwamba mimi ndo nakaa naye, nimemuoa. Nikosa nimefanya, lakini naombeni pia mnisamehe sana, Sasa akawa anashangaa, tukusamehe vipi? Ile ni ajali, sio kwamba wewe ulikusudia. Basi akaamua sasa afunguke, akamwambia mimi kiukweli ile ni ajali ilitokea ndio, lakini hiyo siku mimi nilitoka pale nyumbani kwa sababu mke wangu alichelewa, nikaenda kwa Mange sikumkuta. Hiyo siku nilifikiria vibaya sana. Kinachoniuma mimi sio mke wangu kupata ajali. Kinachoniuma mimi ni mwanamke alipata ajali, mimi nikiwa namfikiria vibaya. Yaani kilicho mimi namfikiria kwamba yeye ameenda kwa wanaume wake, ameenda kufanya umalaya wake huko, unaona. Basi lakini alikuwa ongea umalaya, alikuwa anaficha kwamba mwanamke kwamba ameenda kunisaliti huko, unaona. Basi sasa mimi nilimfikiria vibaya, na naona kabisa hichi kitu hakiwezi kunitoka moyoni bila